Haleluya. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wapendwa. Shalome watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mama Fifi tena mwenye kwa mbele yenu. Ndugu yangu mpendwa, tena nimetamani siku ya leo tujifunze maneno ya Mungu pamoja. Niko na maverse mingi sana ambazo nimetayarisha hapa, ambazo zenyewe zinaongelea kwa ajili ya kujiweka wafu kwa ajili ya Kristo. Kwa ajili Mkristo gani mwenye iko na msubiri Bwana? Ni Mkristo wa aina gani mwenye iko na msubiri Bwana? Wakristo sisi wote katika ulimwengu huu, waenda makanisani, tuko tunasema tumeokoka, tuko tunasema tunasubiri unyakuo, tuko tunasema tunaenda mbinguni, tunasubiri tuingie mbinguni. Lakini ndugu yangu mpendwa, kuingia mbinguni na masharti zake, kuenda mbinguni, kwenda unyakuo na masharti zake. Wakati niliposikiliza hizi maverse mpendwa, nimesikia kwamba ndani ya hizi maverse gisi zimenionyesha ya kwamba mtu yoyote mwenye uko na tamani, uko na subiri unyakuo kuingia mbinguni, unapaswa ujiweke wafu juu ya Kristo. Mkristo jiweke wafu juu ya Kristo. Ujitoe kwa Kristo. Toe roho yako, toe na nafsi yako, toe akili zako, fahamu zako, masemi yako, nguvu zako juu ya kusubiri Kristo mpendwa. Hapana kusema tunasubiri unyakuo kwa mdomo tu. Tunakuwa tunasema Bwana asifiwe, mimi nimeokoka, Bwana asifiwe, mimi ninaenda mbinguni, Bwana asifiwe, mimi ninasubiri unyakuo, lakini bado haujajiweka wafu. Bado haujajiweka wafu juu ya Kristo. Ndugu yangu mpendwa, tunaenda kusoma hii maverse ndugu yangu. Ni verse mingi sana. Zinavuka hata verse sijui 20 na 30 kama na vitu. Lakini hizi verse mpendwa, ukipata hii video ya kwanza, tamani uone na ya pili na ya tatu na ya nne na ya tano. Tamani umalizishe hizi verse zote mpendwa. Tusikilize Mungu anatuambia nini kupitia hizi maverse. Kupitia mistari yenye tunaenda kusoma mpendwa. Ukipata hii video kwenye simu yako mpendwa, usishie pale. Tafuta na ya pili, tafuta na ya kufuata, nitaenda tu niko na katakata mpendwa. Nitaweka part 1, part 2, part 3, part 5 kwenye tutaishia hizi maverse zote, tuzisome tuzimalize. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, mtu yoyote ambao unajua kuna msubiri Kristo, mtu yoyote ambao unajua kwamba uko nasubiri unyakuo, ni lazima jiweke wafu juu ya Kristo. Jiweke wafu. Toa mwili wako kwa Kristo, toa roho yako kwa Kristo, toa mawazo yako kwa Kristo, toa macho yako kwa Kristo, masemi yako kwa Kristo, nguvu zako zote toa kwa Kristo. Hapana kusema tuko nasubiri unyakuo lakini uko nakimbizana na vitu vya dunia. Unasema na uko nasubiri unyakuo lakini anasa za ulimwengu zingali zinakufunga. Tamaa za ulimwengu zingali zinakufunga. Tamaa za mali zingali zinakufunga. Ndugu mpendwa, hakuna mtu mwenye atanyakuliwa mwenye angali anafungwa na tamaa za mwili. Hakuna mtu mwenye atanyakuliwa mwenye angali anafungwa na tamaa za ulimwengu, ungali anafungwa na vitu vya ulimwengu. Usijidanganye mpendwa. Ndugu yangu, usijidanganye. Kama unasema uko nasubiri unyakuo, kama unasema uko nasubiri Kristo, ndugu yangu mpendwa, ujiweke wafu. Achana na kila kitu kyote, achana na vyote vinyo uko nakimbizana navyo, achana na vile vitu vyote ambavyo uko unendo nafatana navyo. Jiweke wafu kwa Kristo, umsubiri Kristo mpendwa. Ujue ni nini nifanye kusudi Bwana anikute niko tayari. Haleluya. Tusome hapa, tunaanza kitabu cha Warumi. Tuanze Warumi 12:1. Warumi sura ya 12. Kwa hiyo ndugu zangu, na wasihi kwa rehema zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Paulo anatuambia, anatusihi kwa rehema zake Mungu tutoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Tutoe miili yetu kwa Kristo iwe dhabihu iliyo hai. Mtu asikudanganye eti kutoa pesa sana njoo utaingia mbinguni. Mtu asikudanganye eti kusaidia mayatima na wajane njoo uko unajitayarisha kuingia mbinguni. Mpendwa, mtu asikudanganye. Mtu asikudanganye ndugu yangu mpendwa. Kuna watu ambao walitoa sana lakini leo wako kuzimu. Kuna watu ambao walitoa mali zao sana, walijitoa kwa kazi ya Mungu lakini leo wako kuzimu. Mtu asikudanganye mpendwa. Mtu asikudanganye ndugu yangu.
Sisemi kama kutoa ni vibaya, kutoa ni vizuri. Kutoa ni vizuri sana. Kusaidia watu mayatima, wajane, kuwasaidia ni vizuri sana. Lakini kitu kia muhimu, anza na number 1. Hapana kwenda kuanzia ku number 3, unaacha number 1. Number 1 ni kujitoa. Utoe kwanza mwili wako. Wametuambia hapa kwa Warumi 12 mstari wa kwanza hapa. Inatuambia seme mwili wako utoe iwe dhabihu ya kweli ya kwenye kumpendeza Mungu. Kutoa mwili ni nini mpendwa? Kutoa mwili ni kukatala anasa zote za dunia, ni kukatala tamaa zote za dunia, ni kukatala vile vitu vyote vyenye ulikuwa unapendaka, vile vitu vyote ulikuwa unakimbizana navyo katika ulimwengu huu. Uko nakimbizana na mavitu, unakimbizana na mavitu. Katala vile vitu vyote mpendwa, ujitoe kwa Kristo, usimame kwa Bwana. Kubali kudharaulika, kubali kutukaniwa, kubali kusemewa. Utoe mwili wako iwe dhabihu ya kweli yenye kumpendeza Mungu. Haleluya. Kubali utukaniwe. Kubali mpendwa kila mtu akudharau juu ya Kristo. Kubali kila mtu akuseme juu ya Kristo. Bwana asifiwe wapendwa. Takatifu na inayompendeza Mungu. Dhabihu takatifu na yenye nampendeza Mungu. Hii ndiyo ibada yenu yenye maana. Hiyo ndio ibada ya maana. Nasikia mpendwa? Hiyo ndio ibada ya maana. Msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu. Nasikia mstari wa 2. Tusifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu. Ndugu yangu mpendwa, maneno ya Mungu mnaisikiaka je? Mnakwaka mnaielewa je maneno ya Mungu? Mbona ni kama hatuelewaki? Mbona ni kama hatusikii? Mbona ni kama hatuna masikio ya kusikia? Mbona ni kama akili zetu zimefungwa? Bwana tuambia tusifatishe tena namuna ya ulimwengu huu. Wewe Mkristo ambao unasema unatamani kuingia mbinguni, wewe Mkristo ambao unatamani kuenda katika unyakuo, mbona ungali unavaa kama wapagani? Mbona unafanana na wapagani? Mbona masemi yako bado hajabadilika? Mbona tabia zako bado hazijabadilika? Mivalio yako ya zamani bado haijabadilika mpendwa? Na unasema unaenda mbinguni. Ndugu mpendwa, mbingu ya nani uko nasubiria? Sio mbingu ya shangazi yako, sio mbingu ya mjomba yako, sio mbingu ya babu yako. Wale ambao watakaoingia mbinguni, wale ambao watakaonyakuliwa katika unyakuo wa kwanza mpendwa, ni wale ambao walitoa mili yao kwa dhabihu mbele za Kristo. Wale ambao walikubali kujitoa kwa Kristo, wakaacha ulimwengu na vitu vyake, wakaacha dunia na mambo yake yote, wakajitoa kwa Kristo. Haleluya. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Bali tugeuzwe kwa kufanya upya nia zetu mpendwa. Nia zetu zigeuzwe, mawazo yetu yabadilike, masemi yetu yabadilike, mivalio yetu yabadilike mpendwa. Hapana kusema nimeokoka lakini ningali na valaka gisi nilikuwa na valaka mbaya. Uko na vala mavazi na kuacha mabiko hapa nje, ina maziba yote iko nje, mgongo yote iko nje, na unasema wewe unaisubiri kuingia mbinguni. Mpagani anavala nguo ya kumwacha buchi na unavala hivyo hivyo. Mpagani anavala suruali na unavala hivyo hivyo. Mpagani anaweka vitu kumwili yake na wewe uko naweka. Alafu unajitanganya uko nasubiri unyakuo. Ndugu yangu, akili zako zifungukwe mpendwa. Akili yako ifungukwe ndugu yangu mpendwa. Mbinguni hakutaingia kinyonge. Kinyonge hakitaingia mbinguni. Bwana tusaidie. Haleluya. Tunaenda haraka haraka. Nakamata tena hii Warumi 8. Haleluya. Warumi 8 tusome mstari wa kwanza na wa pili. Warumi sura ya 8. Kwa hiyo sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya ghadhabu iliyo kwa wale watu walio katika Kristo Yesu. Kukua ndani ya Kristo Yesu ni nini mpendwa? Kukua ndani ya Kristo Yesu ni wakati unashika sheria zake, ni wakati unashika maagizo yake, ni wakati unakubali kutembea sawa sawa na gisi Bwana anataka. Hakuna hukumu tena kwa wale ambao walio katika Kristo Yesu. Wewe ukikubali, ukikatala kukubali kutii sheria za Mungu, ukikataa kutembea katika Kristo Yesu kisi anavyotaka, hukumu itakuwa kwako mpendwa. Haleluya. Watu ya Mungu tusitege masikio vizuri. Wale ambao hawaenendi kwa kufuata mwili bali kwa kufuata Roho. Unasikia? Kwa wale watu hawaenende kwa kufuata mwili bali wanaenenda kwa kufuata Roho. Mkristo uko unapaswa enenda kwa kufuata Roho. Roho ndio akuongoze.
Ukifata mwili utapotea mpendwa, ukifata mwili utaangamia mpendwa. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima katika Kristo Yesu imeniweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Unasikia? Sheria ya roho wa Kristo imeniweka mbali na dhambi. Unasikia? Sheria za roho wa Kristo imeniweka mbali na dhambi. Niko mbali, unakuwa mbali. Mkristo unaenda mbali na dhambi. Unakimbia dhambi, unakimbia dunia. Bwana sifiwe. Haleluya. Sijui kama kuna watu ambao watanielewa. Mpendwa, sikiliza hii. Sikiliza hii, itakusaidia mtu wa Mungu. Itakusaidia. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Tunaendelea. Ile Warumi, tunaingia Warumi ile 8, turuke kwa mstari wa 13. Haleluya. Kwa maana mkiishi kwa kufuata mwili, mtakufa. Nasikia mstari wa 13 inatuambia tukiishi kwa kufuata mwili tutakufa. Ukiishi kwa kufuata mwili mpendwa, utakufa. Kukufa, maandiko yako yanatuambia kufa. Sio kusema, sio kufa ile tuko tunakufa hapa dunia. Ni kufa ile ya kufa milele. Milele na milele unaenda, mtu anaenda natupa kwenye ziwa la moto. Unakufa huko milele na milele, milele na milele. Njoo kifo yenye maandiko yako yanatuambia. Njoo kifo Biblia inatuambia. Lakini kama mkiyaua matendo ya mwili kwa roho, mtaishi. Tukiua matendo ya mwili kwa roho tutaishi. Ndugu yangu, uwa matendo ya mwili. Uwa matendo ya mwili ili upate kuishi mpendwa. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio watoto wa Mungu. Unasikia ndugu yangu? Wale wanaoongozwa na roho wa Mungu ndio watoto wa Mungu. Wewe kama hauongozwa na roho wa Mungu sio mtoto wa Mungu. Hauko mtoto wa Mungu mpendwa. Hauko mtoto wa Mungu kama unakatala kuongozwa na roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Haleluya. Ukikatala kuongozwa na roho wa Mungu, wewe sio mtoto wa Mungu. Haleluya. Tungali tu pale kwa Warumi. Tunaingia kwa Warumi. Tunarudia kwa Warumi 12. Haleluya. Warumi 12 hapana, hii tumeisha isoma. Haleluya. Tuangalie Waefeso. Waefeso ngapi? Waefeso 5:1. Waefeso 5:1 mpaka 2. Waefeso sura ya 5. Kwa hiyo mfuateni Mungu kama watoto wapendwao. Kwa hiyo mfuateni Mungu kama watoto wapendwao, mkiishi maisha ya upendo kama vile Kristo alivyotupenda sisi akajitoa kwa ajili yetu kuwa sadaka yenye harufu nzuri na dhabihu kwa Mungu. Nasikia mpendwa, kama vile watoto wapendwao, kama jinsi Kristo alivyotupenda. Jinsi Kristo alivyotupenda mpendwa. Haleluya. Kwa hiyo mfuateni Mungu kama watoto wapendwao. Mkiishi maisha ya upendo. Tunapaswa kuishi maisha ya upendo. Wakristo tuishi maisha ya upendo, lakini Wakristo hatupendane. Wakristo hatupendane. Watu ambao wanasema tunaingia mbinguni, watu ambao wanasema tuko watu wa kiroho, lakini upendo hatuna. Mungu atuhurumie. Kama vile Kristo alivyotupenda sisi akajitoa kwa ajili yetu kuwa sadaka yenye harufu nzuri na dhabihu. Kama vile Kristo alivyotupenda sisi akajitoa kwetu kuwa sadaka yenye kuwa na harufu nzuri kwa Mungu. Haleluya. Lakini uasherati usitajwe miongoni mwenu. Lakini uasherati usitajwe miongoni mwetu. Wala uchafu wa aina yoyote. Wala uchafu yoyote sitajwe katikati yetu. Wala tamaa. Kwa sababu mambo haya hayastahili miongoni mwa watakatifu. Nasikia. Mambo haya hayastahili katikati ya watakatifu. Hayastahili. Lakini ndugu yangu mpendwa, watu ambao wanasema wanaokoka njoo wenye wako natenda matendo haya. Mungu atuhurumie. Bwana atuhurumie. Haleluya. Waefeso tunaendelea. Hii Waefeso tuangalie Wafilipi.
Haleluya. Kwa Filipi, tujitahidi kwenda haraka haraka, verse ziko mingi sana. Filipi 2, Filipi 2 tusome mstari wa 5. Iweni na nia ile ile aliyokuwa nayo Kristo Yesu. Tunapaswa tuwe na nia ile ile aliyokuwa nayo Kristo Yesu. Tuko nasoma 5 mpaka 9. Yeye ingawa alikuwa na asili ya Mungu hasa, hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Aliyekuwa na asili ya Mungu, lakini hakuona kwamba kuwa Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Alikamata umungu kwanza akaweka pembeni ili akupate wewe na mimi mpendwa. Ili akupate wewe na mimi. Hakuona kwamba ile kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Alikamata umungu wake kwanza akauweka kando ili akupate wewe na mimi. Haleluya. Bali alijifanya si kitu. Akajifanya sawa na mtumwa. Alijifanya si kitu, akajifanya sawa na mtumwa. Umbo la mwanadamu. Akaingia katika umbo la mwanadamu. Haleluya. Naye akiwa na umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza hata mauti. Naye akiwa na umbo la mwanadamu akajinyenyekeza mpaka mauti. Alipoingia katika hii umbo kama mwanadamu, akatufanana, akavaa hii mwili ya maumivu, akanyenyekea mpaka kifo cha mauti ili akupate wewe na mimi mpendwa. Salama. Kwa hiyo Mungu alimtukuza sana na kumpa jina lililo kuu kuliko kila jina. Haleluya. Mungu alimtukuza sana. Alimtukuza sana, kamupa jina lililo kuu. Bwana asifiwe. Petro wa kwanza. Haleluya. Wapendwa, natamani Mungu awaongoze nyie watu ambao kila mtu atapokea hii video kwenye simu yake. Mungu akuongoze mpendo, sikilize neno la Mungu. Petro wa kwanza 2 tusome 5. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa kuwa nyumba ya roho. Asame na nyinyi nasi kama mawe yaliyo hai tumejengwa. Haleluya. Tuparudishe vizuri, tupasikie mzuri. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa kuwa nyumba ya roho. Nyinyi nanyi kama mawe iliyo hai tumejengwa kuwa nyumba ya roho. Unasikia mtu wa Mungu? Mwili wako ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Nyumba yako, mwili wako njoo nyumba Roho Mtakatifu anakaa ndani. Njoo nyumba Roho Mtakatifu anaishi ndani. Alafu uona kamata hii nyumba ya Roho Mtakatifu, uko naweka vya kuweka, unapakala vya kupakala. Nyumba ya Roho Mtakatifu unaichafula. Maandiko yanatuambia atakayeharibu hii nyumba, Mungu atamharibu siku ile mpendwa. Mungu atamharibu siku ile. Haleluya. Mungu atamharibu siku ile. Mpate kuwa ukuhani mtakatifu. Tupate kuwa ukuhani mtakatifu. Haleluya. Tuangalie Wagalatia. Tunastahili kwenda haraka haraka. Galatia 2:12. Nimesulibiwa pamoja na Kristo, wala si mimi tena ninayeishi, bali Kristo ndiye aishie ndani yangu. Unasikia mwenzetu Paulo anasema mimi nimesulubiwa pamoja na Kristo. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Si mimi ninayeishi tena, ni Kristo anayeishi ndani yangu. Mpendwa, Kristo mwenda mbinguni, usio wewe unapaswa ishi tena. Acha Kristo aishi ndani yako. Poteza ile utu wako wa kale. Poteza ile utu wako wa kibinadamu. Zile tabia zako za kibinadamu, zile tabia zote za mwanadamu unazijua mpendwa. Tosha zote ndani yako, uzitupe kando. Ukufe katika dhambi, ufe katika dhambi, bali uishi katika roho. Haleluya. Uhai nilio nao sasa katika mwili, ninaishi kwa imani ya mwana wa Mungu. Haleluya. Imani nilio nayo, aseme imani nilio nayo, aseme ninaishi kwa ajili ya roho wa Mungu.
Mungu atuhurumie, Mungu atusaidie. Aliyenipenda na kujitoa kwa ajili yangu. Aliyenipenda na akajitoa kwa ajili yangu. Siibatilishi neema ya Mungu, kwa maana kama haki ingeweza kupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Haleluya. Bwana tusaidie. Wakristo wa leo, Wakristo wa siku za mwisho. Mathayo, tukamate Mathayo. Najitahidi kwenda haraka, najitahidi kabisa. Mungu anisaidie. Mathayo 16. Kamate Mathayo 16 mstari wa 24. Ndipo Yesu akawaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata, ni lazima ajikane mwenyewe na auchukue msalaba wake. Nasikia mpendwa, mtu yoyote ukitaka kumfuata Kristo, aseme ujikane na uchukue msalaba yako. Msalaba ni ile mateso yote ambayo utapitia ndani. Msalaba ni ile zile shida zote ambazo utapitia ndani. Ile mimba na michongomo utapitia ndani. Wakati uko namfuata Kristo wa kweli, wakati umeingia wokovu ya kweli, utakutanana na vipingamizi mpendwa, utakutanana na matusi, utakutanana na masemi. Ndugu yangu, funga masikio, fuata njia yako, uendelee na safari, usirudi nyuma. Bwana anatuambia aseme mtu yoyote akitaka kunifuata ajikane mwenyewe, achukue msalaba wake anifuate. Tunapaswa tuchukue msalaba, tumfuate Kristo mpendwa. Usiangalie wanadamu wanasema nini, usiangalie watu wanasema nini, usiangalie nyuma wanadamu wanasema nini, wanadamu wanataka nini. Fuata Kristo mpendwa, fuata neno la Mungu linakuambia nini. Mtu akitaka kumfuata Kristo, ujikane ndugu yangu mpendwa. Vile vitu vyenye ulikuwa unapendaka kwa maisha yako, vile vyote vyenye ulikuwa unapenda kwa maisha yako, uvikatale juu ya Kristo. Haleluya. Vile vitu uvikatale juu ya Kristo. Ubikatale. Kama ulikuwa unapenda pombe, acha pombe juu ya Kristo. Ulikuwa unapenda usharati, acha usharati juu ya Kristo. Ulikuwa unapenda makeup, acha makeup juu ya Kristo. Ulikuwa unapenda kuvala masuruali, acha suruali juu ya Kristo. Ulikuwa unapenda kuweka mameshe kukichwa, acha ile mameshe juu ya Kristo mpendwa. Chukua msalaba ujikane. Jikane mpendwa, katala vile vitu vile ulikuwa unapenda. Mimi nilikuwa mtu wa mapambo, nilikuwa napenda mapambo sana. Mimi nilikuwa napenda mapambo sana. Nilikuwa na mtu wa kupenda kujichubua niwe mweupe. Mpendwa, niliacha yale yote juu ya Kristo. Haleluya. Nilikatala vyote juu ya Kristo mpendwa. Na wewe ukitaka kumfuata Kristo, na wewe katala vile vyote vile unapendaka, umfuate Kristo. Haleluya. Anifuate. Kwa maana yeyote anayetaka kuyaokoa maisha yake atayapoteza. Yoyote atakayetaka kuokoa maisha yake ataipoteza mpendwa. Kama unataka kuokoa maisha yako hapa duniani, utaipoteza. Poteza ile urembo yenye ulikuwa nayo, ile urembo ya kujichubua, urembo ya kuweka makeup, urembo ya kuweka mameshe kichwani, urembo ya kupaka vitu gani, ya kuweka vitu gani makucha. Ile urembo yote ulikuwa naweka, wakati ulikuwa unatia vile vitu, unaonekana mrembo sana, unaonekana unapendeza. Lakini ndugu yangu mpendwa, upoteze vile vitu juu ya Kristo, uvikatale juu ya Kristo. Haleluya. Mtu asiwadanganye mpendwa. Makanisani hamwambiliwe kweli. Makanisani hatuambiliwe kweli. Makanisani wametuficha kweli. Wachungaji wanakatala kutuambia kweli. Wanakudanganya kuja gisi ulivyo, kuja na mapambo yako, kuja na masuruali yako, kuja na vimini vyako, utaingia mbinguni gisi ulivyo. Ndugu yangu, unadanganywa. Akili zako zifunguke mpendwa. Akili zako zitiwe nuru. Akili yako ifunguke katika jina la Yesu. Kila mtu yoyote atakayesikiliza video hii, akili zako zifunguke kwa jina la Yesu Kristo. Ile siku ya mwisho njoo utalia na kujutia. Utasema ule mchungaji alikuwa nakula sadaka yangu lakini hakuniambia kweli, alinificha kweli. Mpendwa, nakuletea hii kweli, ukamate hii kweli, uitendee kazi mpendwa. Fuata neno la Mungu, fuata maandiko na kuambia nini mpendwa. Mtu asikudanganye eti ubaki gisi ulivyo, ubaki na vimini vyako, ubaki na masuruali vyako, ubaki na vibutu vyako, ubaki na makeup yako. Aseme wewe utoa tu sana, toa sana, tutaingia mbinguni. Huruma sana wapendwa, huruma. Huruma sana mpendwa, huruma. Haleluya. Mungu atuhurumie. Lakini yeyote atakayeyapoteza maisha yake kwa ajili yangu
atayapata. Haleluya. Ukipoteza maisha yako juu ya Kristo utayapata mpendwa. Ukipoteza vile vitu vyote ulikuwa unavipenda juu ya Kristo utaokoa maisha yako. Kubali vipotee. Kubali vipotee mpendwa. Kubali viende. Kubali vipotee viende. Acha viende mpendwa upate Kristo. Acha viende mpendwa upate Kristo. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Kwa maana itamfaidia nini mtu kuupata ulimwengu wote lakini akayapoteza maisha yake? Haleluya. Haleluya mpendwa. Haleluya, haleluya wapendwa. Yesu Kristo maandiko yanatuambia aseme itakufaidia nini mpendwa upate ulimwengu wote alafu upoteze nafsi yako milele. Utapata faida gani ndugu yangu mpendwa ukipata vitu vya ulimwengu wote, upate urembo wa dunia, uko na vala gisi unapenda, uko na weka kila kitu kumwili yako, lakini ndugu yangu siku ya kufa nenda tupa kwenye ziwa la moto. Ukifa ndugu yangu nenda tupa kuzimu. Ni faida gani mpendwa? Unafaidika nini? Ndugu yangu mwanadamu hana garantia ya kifo. Haujua utakufa siku gani. Haujua kama unabakiza miaka ngapi. Haujua unabakiza miezi ngapi hapa kwa dunia. Mpendwa, kubali kupoteza vile vitu kusudi mpate Kristo. Poteza vile vitu ndugu yangu. Mfuate Kristo ndugu. Faida gani upate ulimwengu wote mzima alafu uende tupe kwenye ziwa la moto milele na milele? Ndugu zangu mpendwa, watajiri wengi sana walikuwa matajiri, walikuwa na magari, walikuwa na mandege, walikuwa maraisi, lakini leo wako nalilia kuzimu. Leo hii wako nalilia kuzimu mpendwa, wanalia wapate dakika moja, lakini haiwezekani mpendwa. Maandiko yanasema ya kwamba badala ya hukumu, badala ya kifo ni hukumu mpendwa. Ukifa tu kama hukukuwa ndani ya Kristo unaanza hukumu hapo hapo. Njoo kwa maana ndugu yangu mpendwa, unaangalia ka wengine mbele wakufe, wako wanapigana. Ndugu yangu mwenye utanisikiliza, kama ulishakawahi kufisha mtu, ulikuwa nachunga mgonjwa anakufa na uko pale, kama ule mtu alikuwa mpagani, unaonaka iko napigana, anatupa mkono, anatupa mgulu, anapigana, muniache. Mnakamata, mnashika, mnafunga. Ndugu yangu mpendwa, alishaona kule kwenye kwa naenda mpendwa ni mahali pabaya. Alishaona kwenye kwa naenda ni pabaya mpendwa. Wakati tu mtu anafunga kamacho, ile pumuzi nataka toka ya mwisho, pale malaika wa giza wanakuja wanakusubiri pale, wanakusubiri pumuzi tu ikitoka mpendwa, malaika wa giza, malaika wa shetani wanakuja wanakuchukua, wanakupeleka kuzimu. Ndugu yangu, akili zako zifunguke mpendwa, utakayesikiliza hivi. Usinione kama mimi niko naongea maneno, niko nakwambia maneno ya kweli mpendwa. Niko nakwambia maneno ya kweli. Mungu atusaidie. Mungu atuhurumie. Wametuambia hapa, aseme ni faida gani upate ulimwengu wote mzima alafu poteze nafsi yako milele. Ndugu yangu, utafaidika nini? Utafaidika nini mpendwa? Acha vyote vipotee upate Kristo. Acha kila kitu kiende upate Kristo. Haleluya. Au mtu atatoa nini badala ya maisha yake? Utatoa nini badala ya maisha yako mpendwa? Nini ndio utatoa? Utatoa nini ili maisha yako yaokolewe? Ukikatala kumpatia Kristo maisha yako, utatoa nini? Utatoa nini maisha yako yaokolewe? Oh, Yesu Kristo tusaidie. Kwa maana mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, naye ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Nasikia ndugu yangu, wanasema mwana wa Adamu Kristo Yesu atakapokuja kwenye utukufu wake, aseme ndipo atamlipa kila mtu kwa matendo aliyotenda duniani. Ndugu yangu mpendwa, kuna watu ambao wanakuwa wanajidanganya. Mtu anasema mie sikunywake pombe, mie siendake kuwafumu, mie sifanyake usharati, mie ndaenda mbinguni, mie niko Mkristo ndaenda mbinguni. Ndugu yangu, kuingia mbinguni kuna masharti zake. Kuna masharti zenye zimefichikwa mbele yako. Kuna masharti zile zenye wewe haujue mpendwa. Kuna vile vinye haujue mpendwa. Kuingia mbinguni sio kusema tu juu tu unasema kwa mdomo yako, juu tu uko natoa sana, juu tu unaendaka kwa maombi, unaendaka omba, ndio utaingia mbinguni. Mbinguni ina masharti zake mpendwa. Mbinguni ina masharti zake. Nawaambia kweli, baadhi yenu hapa hawataonja mauti kabla. Haleluya. Haleluya. Hii ni verse hii yenye ilikuwa na hii 28 hii haiko msomo letu hii.
Haleluya. Haleluya. Tunaangalia Mathayo 16. Tuangalia Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza 6 tusome hapa kwa 19. Je, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu akaye ndani yenu? Nasikia ndugu yangu mpendwa. Je, haujui kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu anayekaa ndani yenu? Ndugu yangu mpendwa, wewe ambao uko unachezesha mwili, wewe ambao unakabata mwili unaifanya kama vile ni mwili yako, unaitumikisha gisi unataka, unachugua gisi unapenda, unaweka vya kuweka, unajipamba gisi unataka. Je, haujui kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu ambaye mmepewa na Mungu? Ambaye mmepewa na Mungu. Mali yenu wenyewe. Nyinyi si mali yenu wenyewe. Hapana kukamata kwamba ile mwili ni mwili yako. Haujui kwenye ile mwili litokaka. Haujui hii mwili litengenezewaka na nini. Haujui material gani walitengeneza na hii mwili. Hii mwili sio mali yako mpendwa, acha kuchezea mwili wa Mungu. Kwa maana mmenunuliwa kwa gharama. Kwa hiyo mtukuzeni Mungu katika miili yenu na katika roho zenu ambazo ni mali ya Mungu. Nasikia. Kwa hiyo mtukuzeni Mungu katika miili yenu na roho zenu ambao ni mali ya Mungu. Mwili hii na roho sio mali yako mpendwa. Hauruhusiwi kufanyisha hii mwili gisi unataka mwenyewe. Hauruhusiwi mpendwa. Hauruhusiwi kufanyisha hii mwili gisi unataka. Uko naifanya gisi unapenda, unaipeleka gisi unataka. Kama ni kubuzinzi unapeleka, kubusharatu unapeleka, kubuzinifu unapeleka, kubulevi unapeleka, siju kubuchau unapeleka. Mwili uko naifanyisha gisi unapenda, unachubua, unaweka vya kuweka, unaweka vya kuweka, unabandika vya kuweka. Ndugu, hii mwili wamekuambia sio mali yako. Sio mali yako mpendwa, siku moja utahukumiwa kwa ajili ya hii mwili. Hii mwili yenye uko naharibisha, siku moja utahukumiwa mpendwa. Sikiliza hii neno likusaidie mpendwa. Sikiliza hili neno likusaidie. Badilika ndugu yangu, acha njia zako mbaya. Acha machukizo kuna itenda mbele za Mungu. Acha ile machukizo kuna yatenda mbele za Mungu. Mungu atuhurumie.